Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wetu unasema maisha mapya katika Kristo. Utaandika kuvua utu wa kale, kuvaa utu upya. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmeuvua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu upya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeumba. Ndio imeandikwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yameondoka. Ya kale nini? Ya kale kuna mambo ambayo ulikuwa unayafanya ya kale, maana yake mambo ambayo ulikuwa unayafanya sio ya kimungu, sio Mungu anayapenda, hayapo katika utaratibu wa kimungu. Unapozaliwa kuna tabia unaweza ukawa unazichukua kupitia ndugu, kupitia wazazi unawaona. Unaweza ukasikia tu kwamba mtoto anafananishwa, yani mtoto wa kiume anafananishwa na babu yake. Sasa kuna maana huyu kama babu yake, huyu kama babu yake. Sasa ina maana huyu kama bibi, ina maana kwa nini kama babu yake? Sasa chunguza, kuna mambo gani ambayo babu walikuwa anayafanya, au kama mjomba wake, kama shangazi yake. Ndivyo ilivyo. Maanake kuna mambo ambayo ya kidunia, mambo ya chini, sio ya juu. Tunaposema mambo ya juu ni mambo ambayo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema mambo ya chini ni mambo ambayo ya hapa duniani. Aidha umealishi tabia kama babu, kama bibi, vile vile. Kama babu alikuwa kiwembe na wewe kiwembe, kama bibi alikuwa kiwembe na wewe kiwembe, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Maana umelishi tabia. Haleluya. Babu alikuwa mlevi, bibi mlevi, shangazi mlevi, umelishi tabia. Na familia nyingi, tuseme watoto wengi wanazaliwa wanalishi, yaani mambo ambayo tunayafanya kama wazazi, watoto wanatuangalia, wanalishi hayo, wanayafuata hayo, yanaingia ndani mwao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapokuja kwa Kristo, sasa ametuokoa, tumekufa pamoja naye, tunafufuka pamoja naye. Sasa Biblia sasa haitutaki kuishi mambo ya chini. Manake kuna mageuzi, tuishi, sisi ni wa juu, tuishi kwa mambo ya juu, tuishi vile Mungu anavyotaka, tuishi vile Mungu anavyofanya, kwamba Kristo yeye ndiyo kielelezo chetu, kielelezo chako. Yale aliyofanya afanya, sio tena ya baba yako, sio tena ya mama yako, sio tena ya bibi yako, sio tena ya shangazi yako, sio tena yale ya kale uliokuwa unayafanya. Wewe umeokoka, umempa Yesu maisha yako, umebatizwa, lakini tabia zako yani zinalingana na mtu asiyeokoka mataifa. Yani mkiwekwa hapo, hatumjui nani kaokoka, hatumjui nani hajaokoka, kwa sababu tabia zenu zinafanana, matendo yenu yanafanana, sifa zenu zinafanana.